Ibada ya njia ya msalaba. Njia ya msalaba mioyoni mwetu. Kituo cha kwanza, Yesu anahukumiwa afe. Tuifahamu hukumu ya Yesu. Tupo kipindi cha Kwaresma, kipindi kinachotuandaa kusherehekea sikukuu ya Pasaka, kiini cha ukombozi wetu na imani yetu. Katika kipindi cha Kwaresma tunafanya ibada ya njia ya msalaba, ambayo tunakumbuka safari ya ukombozi wetu iliyopatikana kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo. Katika ibada hii tunaonesha hamu yetu ya kutaka kuambatana na Kristo katika mateso ya wokovu wetu, kama wafuasi wa kwanza wa Kristo walivyoambatana na Kristo siku ile ya Ijumaa Kuu katika njia ya msalaba kuelekea Kalvari. Katika ibada ya njia ya msalaba, kituo cha kwanza, tunatafakari juu ya hukumu ya Yesu. Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 57 hadi aya ya 75. Sura ya 27 aya ya 26. Injili ya Luka sura ya 23 aya ya kwanza hadi 25. Injili ya Marko sura ya 14 aya ya 53 hadi aya ya 72. Sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya 15. Na Injili ya Yohane sura ya 18 aya ya 13 hadi aya ya 40, na sura ya 19 aya ya kwanza hadi aya ya 15. Kwetu sisi wa Kristo, katika imani yetu, Yesu Kristo alihukumiwa kufa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Yesu Kristo aliona njia hiyo ni njia inayompendeza ya kutukomboa kutoka utumwa wa dhambi na mauti. Hii ndiyo sababu ya kwanza ambayo kila mmoja kama Mkristo anapaswa kujua. Sababu nyingine ndogo za kuhukumiwa kwa Kristo zilikuwa sababu za kisiasa na kidini. Tukianza na sababu za kidini. Yesu baada ya kukamatwa alipelekwa kwenye baraza la Wayahudi ili ahukumiwe kwanza na wakubwa wa Wayahudi, yaani wakuu wa makuhani, waandishi na wazee. Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 57 hadi aya ya 67. Kwa sababu Yesu alikuwa Myahudi, mashitaka dhidi ya Yesu yanayowasilishwa mbele ya baraza la Wayahudi yalikuwa ni mashitaka ya kufuru dhidi ya dini ya Kiyahudi. Mashitaka hayo yalikuwa ni haya yafuatayo. Shitaka la kwanza, Yesu amejiita mwana wa Mungu. Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 63. Shitaka la pili, amesema ana uwezo wa kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa muda wa siku 3. Hekalu ambalo Wayahudi walilijenga kwa miaka 46. Injili ya Yohane sura ya 2 aya ya 13 hadi aya ya 22. Na Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 61. Shitaka la tatu ilikuwa Yesu amejiita Masiha, jambo ambalo Wayahudi waliona anaigiza, kwa sababu ni tofauti kabisa na Masiha waliyemtazamia wao kuwa atawakomboa wao kutoka utumwa wa kisiasa, yaani ataongoza mapinduzi dhidi ya wakoloni waliokuwa wanawatawala Wayahudi. Wayahudi kutokana
na kuto kuelewa kwao, waliona amedhihaki dini yao na sheria za Mungu. Kwa sababu hiyo ilimpasa Yesu auawe. Mashitaka haya yaliamsha hasira ya kuhani mkuu. Yesu akiwa ndani ya baraza la Wayahudi usiku wa kuamkia Ijumaa, kuhani alimrarua nguo zake kwa hasira. Wengine wakamtemea mate, wakampiga makonde na makofi. Injili ya Mathayo sura 26 aya ya 65 hadi aya ya 67. Hukumu iliyotolewa na baraza la Wayahudi ni kwamba inampasa Yesu auawe. Sababu za kisiasa. Kizungumkuti kilichowasibu Wayahudi kukamilisha mpango wa kuhakikisha Yesu anakufa ni kwamba kadiri ya sheria zao kama Wayahudi, Yesu ilibidi auawe kwa sababu za kidini. Lakini hawakuwa na mamlaka ya kuua mtu katika hukumu zao kwa sababu walikuwa chini ya wakoloni, yaani Warumi, ambapo Wayahudi walitakiwa kuishi kadiri ya sheria za watawala wao. Kama kuna hukumu ya kifo, walipaswa kupata kibali kutoka kwa serikali ya Warumi, ambao hawakuwa wafuasi wa dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo, katika mazingira haya, kuruhusu Yesu auawe kwa makosa ya kidini isingewezekana. Wayahudi ili wahakikishe kwamba Yesu anauawa, ilibidi watafute mashitaka yatakayokubalika pia kwa Warumi. Ndipo wanapounda mashitaka ya kisiasa yatakayowafanya hata Warumi watoe hukumu ya kifo kwa Yesu. Baada ya kumaliza hukumu katika baraza la Wayahudi na kuhitimisha kuwa inabidi Yesu auawe, Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 37 hadi aya ya 68, wanampeleka kwa Pilato, gavana wa serikali ya Warumi, wakimshtaki Yesu kwa mashitaka yafuatayo. Shitaka la kwanza: amejiita mfalme wa Wayahudi. Wakati huo wanatambua kuwa nyakati zile mfalme wa kisiasa alikuwa Kaisari, mkuu wa dola ya Warumi. Kusema Yesu anajiita mfalme ilikuwa ni kumgonganisha na dola ya Warumi. Ni sawa leo hii hapa Tanzania mtu kupewa kesi ya kwamba anajiita rais wa nchi, wakati rais wa nchi yupo. Huyo atakuwa amegombanishwa na dola. Ndivyo alivyotendewa Yesu. Injili ya Marko sura ya 15 aya ya 1 hadi aya ya 2. Shitaka la pili: Yesu amekataza watu wasilipe kodi, wakati wao kama watawaliwa walipaswa kulipa kodi kwa Kaisari kila mwaka. Injili ya Luka sura ya 23 aya ya 1 hadi aya ya 2. Shitaka la tatu: Yesu anahamasisha mgomo kwa watu wasiwatii Warumi. Makosa haya yalikuwa ni makubwa sana, yalitosha Pilato kusema auawe mara moja. Tatizo lilikuwa Wayahudi hawakuwa na ushahidi wa kutosha wa kuthibitisha mashitaka yao. Baada ya Pilato kuwasikiliza, anaona Yesu hana hatia, licha ya kuwa alikuwa amepelekewa ujumbe kutoka kwa mkeo kuwa asiwe na neno juu ya yule Yesu mwenye haki, kwa sababu ameteswa mengi katika ndoto kwa ajili yake. Injili ya Mathayo sura 27 aya ya 19. Pilato anapowahoji watoe uthibitisho juu ya ubaya wa Yesu, Wayahudi hawakutoa hoja zaidi ya kupiga kelele kuwa asulubiwe. Pilato katika hatua za awali alisema wazi,
mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki, yaangalieni haya ninyi wenyewe. Injili ya Mathayo sura ya 27 aya ya 24. Wayahudi wanajibu, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Injili ya Mathayo sura ya 27 aya ya 25. Anawaambia wazi Wayahudi wanaodai Yesu asulubiwe. Kwa sababu gani? Huyu ametenda uovu gani? Sikuona kwake hata neno lipasalo kufa. Injili ya Luka sura ya 23 aya ya 22. Injili inaeleza kuwa kipindi cha sikukuu, hususani Pasaka, mfungwa mmojawapo aliachiwa huru, yule ambaye watu walimchagua ili aachiwe huru. Wakati wa hukumu ya Yesu ilikuwa kipindi cha sikukuu ya Pasaka. Mbele ya Pilato alikuwepo jambazi anayeitwa Baraba, aliyesimama upande wa kushoto mwa kiti cha hukumu, na Yesu mkono wa kulia. Pilato anatumia nafasi hiyo kuwauliza Wayahudi, nani aachiwe huru, Baraba au Kristo? Lakini wakuu wa makuhani, wazee na waandishi wanawashawishi Wayahudi waseme Baraba achiwe huru, lakini Yesu asulubiwe. Injili ya Mathayo sura ya 27 aya ya 15 hadi aya ya 23. Walikubali Baraba jambazi muuaji. Injili ya Luka sura ya 23 aya ya 19, mnyang'anyi aachwe huru, lakini Yesu auawe. Pilato alinuia kuwa inatosha Yesu apigwe mijeledi kisha aachwe huru, lakini Wayahudi walitaka asulubiwe, yaani auawe msalabani. Pilato anapoambia wazi kuwa haoni hatia kwa Yesu Kristo ya kutoa hukumu afe, wanaorodhesha kuwa kadiri ya sheria ya Wayahudi inampasa auawe kwa sababu amejiita mwana wa Mungu. Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 8. Lakini pia amejiita mfalme, wakati mfalme wa kisiasa ni mmoja tu, Kaisari, aliye mkuu wa dola ya Warumi. Kwa hiyo kama Pilato hataruhusu asulubiwe, basi yeye kama Pilato hana urafiki na Kaisari, yaani mkubwa wake. Ukimfungua huyu, wewe si rafiki wa Kaisari. Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 12. Kwa maneno mengine, Wayahudi wanamtishia kuwa kama Yesu hatasulubiwa, basi Pilato hatimizi mapenzi ya mkubwa wake Kaisari, mkuu wa dola. Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 12. Pilato, kwa sababu ya kelele za Wayahudi, anatenda kinyume na dhamiri yake iliyomweka wazi kuwa Yesu hakuwa na kosa lolote. Anaruhusu Yesu asulubiwe na Baraba afunguliwe ili akidhi matakwa ya watu, licha ya kuwa hayana mashiko ya kweli. Injili ya Marko sura ya 15 aya ya 15. Ruhusa ya Pilato inawapa rasmi Wayahudi kumuua Yesu. Katika hukumu ya Yesu tunajifunza yafuatayo katika safari ya kiroho. Tufanye bidii ya kuishinda dhambi. Kama sisi wa Kristo tunaamini kuwa Yesu alihukumiwa kifo msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, na kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo tumekombolewa na kufanyika kuwa rafiki wa Yesu Kristo, basi hatuna budi ya kufanya bidii ya kuikwepa dhambi. Ikitokea tumeanguka katika dhambi,
Kristo bado anatualika kujipatanisha naye kwa sakramenti ya kitubio. Ipo kwa ajili yetu, tuijongee ili kupata msamaha wa dhambi zetu. Tuache tabia ya Pilato mamboleo. Pilato alijua ukweli kuwa Yesu hana hatia, lakini alikosa msimamo wa kushikilia ukweli. Badala yake akafanya maamuzi kuruhusu Yesu auawe kwa sababu wengi wanataka iwe hivyo, licha ya kuwa hakuwa ukweli. Sisi pia katika jamii zetu kuna mambo mengi yasiyompendeza Mungu, ila kwa sababu wengi wanataka hayo, wakati huo ukweli tunaujua. Tunapoamua kufuata jamii inachotaka, si kwa sababu ni sahihi, ila kwa sababu jamii inataka, tabia hii ni ya Pilato. Tunakuwa akina Pilato wengine. Tuikwepe tabia hiyo, tusimamie ukweli na haki. Kwa mfano, Mkristo unapoishi katika jamii inayounga mkono ushirikina, ufisadi, ushoga, usagaji, utoaji mimba, madawa ya kulevya na kadhalika, kitendo cha kutosimamia ukweli kwa sababu watu wengi wanataka hayo ni dhambi ya kutokutimiza wajibu na kusimamia sheria ya Mungu inayotudai tuwe watu wa haki. Tusikilize dhamiri zetu. Dhamiri ni sauti ya Mungu inayomwongoza mtu atende mema na kuacha mabaya. Ndani kabisa ya dhamiri yake kila mtu yamwamuru wakati ufaao kutenda mema na kuepuka mabaya. Ya hukumu pia uchaguzi mmoja mmoja, ikithibitisha ulio mzuri na kulaumu ule mbaya. Hushuhudia mamlaka ya kweli kuhusu uzuri wa juu kabisa ambako mwanadamu avutiwa na kuzipokea amri. Anaposikiliza dhamiri yake, mtu mwenye busara aweza kumsikia Mungu anaposema. Dhamiri ni hukumu ya akili ambapo mwanadamu anatambua sifa ya uadilifu ya tendo halisi analoelekea kulitenda. Angalia kulifanya au amekwisha kulitenda. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 177 hadi 1778. Kiti cha hukumu cha Pilato Gabata. Tungeweza kulinganishwa na dhamiri zetu. Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 13. Yesu anasimama kuwakilisha fadhila, wakati Baraba anasimama kuwakilisha dhambi. Kitendo cha Wayahudi kumtaka Pilato amwachie huru Baraba na Yesu asulubiwe ni sawa na kusema uovu uachwe huru lakini wema uangamizwe. Sisi wa Kristo tunapochagua kutenda mapenzi ya Mungu ni sawa na kusema Yesu afunguliwe na Baraba afungwe. Tunapokataa kutenda maovu, tunamfungua Kristo kutoka kwenye hukumu ya kusulubiwa. Tunapoyashangilia maovu ni kuunga mkono nia ya Wayahudi kumsulubisha Kristo asiye na hatia. Kwa hiyo, hata sisi tunapoamua kutenda jambo lolote la fadhila ni sawa na kupiga kura ya ndio. Yesu asisulubiwe kwa sababu hana hatia. Lakini tunapoacha kusikiliza dhamiri zetu na kuanza kutenda dhambi ni sawa na Wayahudi waliotaka wema, Yesu asulubiwe lakini Baraba uovu aachwe huru. Swali: ni mara ngapi sijasimamia ukweli kwa sababu ya kuogopa watu? Ni mara ngapi tunajua mambo mema na maovu lakini tunayafumbata maovu? Tumombe Mungu katika kituo hiki cha kwanza
cha ibada ya njia ya msalaba, ili tuwe na nguvu ya kusimamia ukweli na tuwe na dhamiri ya kupenda utakatifu. Imeandaliwa na Adriano Mgaya na kusomwa nami Julius mwana wa Joni, mjukuu wa Lindo. Tumsifu Yesu Kristo.